bibi yake alimwambia atukane Mungu ndio akufe, Ayubu alisimama imara na akamwambia, unaongea kama mwanamke mjinga, you are speaking like a foolish woman, because Job alielewa ya kwamba Mungu ndiye alimuita, sio binadamu. I don't know today whether you think bwana yako ama bibi yako ndiye amekuita. Ningependa kuambia leo, sio bibi yako amekuleta kwa Kristo, sio bwana amekuleta kwa Ukristo, na sio kanisa limekuleta kwa Ukristo. Everybody will disappoint you. Let every man be a liar but God be God. Mungu ni Mungu, na ninakuita leo uangalie Mungu, uwe faithful, you remain faithful in the faith. Kama ile hadithi niliweza kutangulia by sharing, kuwasimulia. In this case, many people wanaweza ambia mwingine mwenzake, sasa kwa vile huyu ako paralyzed hivi, hawezi kukusaidia, mwezi saidiana, you are still very young, you know you can always make another decision, you can make somebody else. Na sana wacha niseme ya kwamba huwa wanaume sana ndio wanapata hiyo advice. Wanaambiwa unahitaji kuleta mtu mwingine ndio akusaidie kulea watoto, ama ndio akusaidie akuchunge. But I want to tell you today, where does your help come from? Your help come from the Lord. Marafiki wa Ayubu waliposikia mambo yamesambaratika, waliweza kumtembelea. And the Bible records, walipomtembelea waliketi chini for 7 days and 7 nights. Siku 7 hawakuongea, hawakunena jambo lolote, because walimwangalia na wakaona kuna uchungu mzito sana. I don't know whether you have gone through challenges, umeanza kupitia mambo magumu zaidi, hadi watu wanakuangalia hawana jambo la kukuambia, because the pain you are experiencing is great. So Ayubu, marafiki wake waliketi pale wamenyamaza, lakini wakati wamefungua mdomo wakaharibu zaidi. Walifungua mdomo wakaanza kumwambia kwamba pengine umetenda dhambi, and the Bible records Ayubu alikuwa mcha Mungu. He was an upright man. I don't know who I'm speaking today. Sijui naongea na nani leo, lakini kuna wakati mambo yalisambaratika maishani mwako na ukapata advice, and whatever you did was the wrong thing. Nataka nikwambie ya kwamba advice, you need to be careful. Unasikia advice kutoka what source, because many times ile advice unasikia, it's the wrong advice. Hata kwa kanisa unapewa advice that is the wrong advice. I want to ask you to remain faithful to God. Mambo yakisambaratika, where do you look at? You look at God. Ayubu alibaki akiwa faithful. Finally, Ayubu alibaki akiwa faithful, na wale marafiki akawaombea. Job prayed for his friends, na Ayubu alipoombea marafiki wake, Mungu alimbariki na akaweza kumultiply, and Job was blessed many times over. And the Bible records in the book of Job chapter 42. Naomba tusomewe Ayubu 42 from verse 12. Can somebody read for us verse 12 all the way to verse 16? Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na wa tatu akamwita jina lake Keren-Hapuhu. Katika nchi hiyo yote hawakuwapo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi 4. Thank you so much. Na Mungu alibariki Ayubu. The Bible records the later days, siku zake za mwisho akakuwa amebarikiwa kuliko mwanzoni. Na Ayubu akapea watoto wake urithi, wasichana kwa wavulana.
Ayubu alibarikiwa. Hapa kwetu Kisii mashamba ni ndogo, na huwa watu wakigawa mashamba huwa wasichana sana sana hawajakuwa wakipatiwa mashamba. Lakini tukijifunza kutoka kwa kitabu cha Ayubu, it is important to take care of our children, wasichana kwa wavulana. Na Mungu akabariki Ayubu because he remained faithful to God. I don't know what you're going through today. Sijui unayapitia gani siku ya leo kwa familia yako. Nataka kukuhimiza ubaki mwaminifu kwa Mungu. Remain faithful to the word of God. Mungu ndiye amekuita, sio bwana yako, sio bibi yako, sio watoto, sio kanisa limekuita, ni Mungu amekuita. Ubaki mwaminifu na Mungu atatenda, na ukue patient. The Lord will bless you. Ningependa kushare, I want to share, ningependa kuambia mambo 7 yenye nimejifunza kutoka kwa kitabu cha Ayubu. And I pray today, ile maneno yote yenye unapitia uweze kutilia maanani yenye na share na nyinyi this afternoon, and the Lord will remain faithful na atatimiza whatever he has promised. The first thing that I learned from the story of Job is, ni vizuri wewe kama binafsi, wewe binafsi alone, lazima utafute na upate Mungu wewe binafsi. You have to find a good God for yourself. The songwriter says, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Unasimama wima kwa Mungu peke yake. Ukiangalia hadithi ya Ayubu kwa maisha yake, marafiki wake walikuwa wanamwekea makosa, they were blaming him. Watoto wamefariki, wafanyikazi wamefariki, mifugo, everything, all the property he has lost. And the wife, bibi yake, anamwambia tukana Mungu ndio ufariki. Lakini Ayubu alibaki mwaminifu kwa Mungu. Sasa kwa leo mimi ningependa kuahimiza, you remain faithful to God because God is the one who has called you. The second lesson ningependa tujifunze kutoka kwa maisha ya Ayubu ni tuombe hata wakati mambo yako mazuri. Saa hii labda unanisikiliza na mambo hayajasambaratika kwa familia ama kwa ndoa yako, mambo yako mazuri. Job prayed. Ayubu aliombea watoto wake wakati walikuwa na karamu. They were celebrating, they were feasting, but Job was praying for them. Naimiza wazazi wenye wananisikiza siku ya leo, tuombee watoto wetu. Every day pray for your children. Ukiwataja majina, Shetani amepanga mabaya kwa watoto wetu. Omba ukitaja jina la mtoto wako, kila mtoto, na unaomba Mungu aweze kumzingira na malaika wa mbinguni so that the children can be safe. Watoto wetu wako na a lot of temptations, drugs, internet, everything, madawa ya kulevya, pombe, kila kitu. Ningependa kuwahimiza tuombee watoto wetu. Hata wakati ukiona mtoto wako amesimama wima, mtoto wako ako faithful, ako mwaminifu, umuombee zaidi. Huyo ndio Shetani amepanga vita kwake. So pray when things are good. Tusingoje tuanze kuomba wakati mambo yamesambaratika. Tuendelee kuomba without ceasing. We pray every day. Lesson number 3. It's important for us to be good friends. Tukue marafiki wa dhati. We need to be good friends to others. Marafiki wa Ayubu 7 walimtembelea when they heard that Job has gone through what he had gone through. The 7 friends came. It is important to go to visit our friends, to be faithful to our friends. We can also learn something. Pengine we don't need to talk much. Pengine tunahitaji kuombea marafiki zetu na kuwa keep company. Maybe sometimes tukifungua mdomo, yale maneno tunaongea hayajengi, yanabomoa badala ya kujenga. Kwa hivyo tuongee maneno machache, tuombe na kuweza kuwa support our friends when they are going through hard times. Another lesson that we learn is make friends. Tengeneza marafiki. The book of Proverbs says, he who has many friends must show himself friendly. Kwetu sisi kuwa rafiki mwema, lazima pia tukue mwenye akona marafiki wema, lazima pia akue rafiki mwema. So we need to make friends. Make friends with God's people.
What friends do you have? Marafiki wako ni marafiki wa aina gani? Ni wale wanakuambia huyo bwanako anakufanyia hivi, tembea hivi upate mwingine akutunze. Your wife, bibi yako anakufanyia hivi, wacha tukuletee mwingine. Is that what your friends are telling you? Marafiki, uwe na marafiki wema, friends who are godly friends. Another lesson that we learn from the book of Job, it is important for us to keep our faith, tubaki kwa imani no matter what. Mungu ndiye amekuita. Kuna wale wameenda mtoni leo wamebatizwa. Ningependa kuambia kwamba shetani hana furaha na vita zake tutazi experience, tutahisi, tutapigana na shetani tukitoka hapa, mwovu shetani, because he does not want anything good for you. I want to ask you to remain faithful. Ule mwenye amekuita ni mwaminifu na atatimiza haki zake at the right time. So remain faithful. I don't know what you're going through. Kama maisha yako yamesambaratika, siwezi sema ni kesho ndio shida zako zitaisha, siwezi sema ni next year, mimi sijui, but what I can tell you is that remain faithful. Another thing that I want to say kutoka kwa maisha ya Ayubu ni it is important for us to be grateful. Ukwe na attitude of gratitude. Uwe mtu mwenye anatabiri mazuri. Say positive things. Share what God has done for you. Mungu amekutendea yapi? Hata wakati maisha yako yamesambaratika, kuna yale Mungu amekutendea. Na kama hujayaona, if you have not seen it at that time, it is going to come to pass. Be grateful. Matamshi yako yawe matamshi ya shukrani, yanatoka kinywani mwako. The last lesson, number 7, ningependa tujifunze kutoka kwa hadithi ya Ayubu. Ombea marafiki wako. Pray for your friends. Ayubu aliombea marafiki wake na Mungu akambariki. Hata wale marafiki wamekuumiza, hata wale marafiki wamesema, wametamka maneno yamekuumiza, leo ningependa kukuhimiza usamehe hao marafiki wako na waombee. Be faithful because they don't know any better. Ningependa tusomewe kitabu cha Zaburi, Psalms 121 verse 1 and 2. Please read for us. Psalms 121 verse 1 and 2. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Thank you so much. Sisi kama Ayubu tuangalie mbinguni, tuangalie Mungu. That is where our help is going to come from. Mchana wa leo ningependa kuombea mtu mpendwa. Ningependa kuombea mpendwa mwenye maisha yake yamesambaratika. Sijui kama ni bwana yako, sijui ni bibi yako, sijui ni watoto wako, sijui ni kazi yako, sijui ni nini, but things are falling apart. Na umeanza kujiuliza, do I turn the other way? I know the right thing to do, lakini maovu yanakuita. Na pengine ukiangalia hata marafiki wako, they are advising you to take the wrong turn. But in your heart unasikia vile Mungu anakuongelesha. The God who called you, you know the right thing to do. And before I pray for somebody, tachukua muda mchache niweze kushare na nyinyi ushuhuda. Wakati fulani maisha yangu yalisambaratika and God remained faithful to me. Ilikuwa ni mwaka wa 2020, just before COVID. Ilikuwa ni jioni moja, nita shorten the story because of time, lakini nataka kuillustrate jambo fulani. Ilikuwa ni wakati wa jioni nikitoka kazini, wakati nakaribia kuingia ile barabara inaingia kwa boma langu, nikasikia kwa roho yangu ya kwamba kuna watu wako outside the gate, wako nje ya gate yangu. Lakini nikaendelea tu, ilikuwa 1:30 jioni. Mimi nikaendelea tu na gari langu nikienda karibu na gate. Na nilikuwa tu nasikia nikijaribu tu kuendesha gari, nasikia kama gari haisongi.
Nikapigia mume wangu nikamwambia wanifungulie gate. Nikasikia akiambia mtoto afungue gate. Lakini kidogo tena nikasikia akisema huyo mtoto anachukua muda, acha yeye mwenyewe atoke akuje anifungulie. Na roho inaniambia nimwambie pengine ita watu wengine, nasikia kama kuna watu kwa gate. Lakini nikasema hapana. It's because tulikuwa tumeingiliwa na wezi tena 3 years ago, same time. Hiyo same day ilikuwa 23rd of December, same day same time, 7:30 p.m. saa 1:30 usiku, same day. So nikasema pengine ndio maana niko na woga, hakuna watu. Mimi nikaendelea kuendesha gari langu. Kufika kwa gate, mzee alikuwa hapo na mtoto wangu mdogo. Mtoto alikuwa miaka 8, sasa yako 13, kwa miaka 8 wakati huo. Wakanifungulia gate. Mimi nikaendelea kudrive gari. Na ilikuwa ni 23rd of December. Tulikuwa tumepanga kutoka Nairobi tukuje Kisii 25th, siku ya Christmas. So nikaingia. Vile naingia napeleka gari parking, nikasikia mlipuko fulani. Niliposikia mlipuko mimi nikafikiria ni watoto wameniwekea balloon. Watoto wangu wanapenda kunifanyia mzaha sana. So nikafikiria watoto wameniwekea balloon wamevuta iko na pumzi ndio niweze kuibust wacheke. Nasema hao watoto wananifanyia mchezo aje. So na park gari. Nikigeuka hivi nitoke ndani ya gari, nikaona watu hapo nje ya gari wameshika bunduki, watu wawili. Na wakaniambia mama toka kwa gari. Hapo mimi nikatetemeka. Kifunguu ya gari kaanguka chini. Wakasema mama wewe ni mjeuri. Ni sisi tuliingia kwako miaka 3 iliyopita na tukaona wewe ni mama mjeuri sana. Leo tunakuua. Hapo sasa mimi najaribu kufungua mlango wa gari nashindwa. Wakagonga mlango na wakafungua na wakanitoa nje. Sasa vile walinitoa nje, wakaniambia lala chini. Nikachukua muda kidogo nikitetemeka sijui nifanye nini. Nikasikia wamenigonga kichwa, damu kila mahali. Hapo nikasikia kizunguzungu, nikaanguka chini. So wakaanza kusakanya, kuiba vitu, kutoa vitu kutoka kwa gari. Nikakaa pale chini, wakakaa muda kidogo, nikasikia alarm ya nyumba. Tulikuwa na alarm kwa nyumba, nikasikia alarm kwa nyumba ikilia. Vile nimesikia alarm wakaogopa. Wakaanza kufanya haraka. Mimi nikakimbia ndani ya nyumba, damu ikitiririka kila mahali. Nilipoingia ndani ya nyumba, nikasikia watoto ndio walikuwa wameweka alarm. Mfanyikazi alikuwa ameenda Christmas, watoto ndio walikuwa wameweka alarm. So mtoto mdogo akasema wezi wamepiga dadi risasi. So ile mlipuko nilisikia ni wezi walikuwa wamepiga dadi risasi. Na mimi bado natiririka damu, nikatoka nje nikakimbia. Nikawaona bado wanaiba vitu kutoka kwa gari, wanataka kutoroka. Nikauliza bwanangu ako wapi? Mzee ako wapi? Where is my husband? Wakatoroka wakaenda. Mzee akatembea amepigwa risasi na yeye pia ako na damu kila mahali. Anyway, nikaita majirani wakatupeleka hospitali. Tukaenda hospitali, wezi wakaenda na kile walienda nacho. Vile mzee akaenda hospitali akakaa wiki kadhaa hospitali. Kuna mtoto alikuwa anaenda form 1, kidato cha kwanza, nikampeleka na mimi nikakaa hospitali kidogo. Nikipeleka mtoto shule ameriport 1 week 2 weeks, usiku napigiwa simu kutoka shule. Nikiambiwa unaweza kuja hospitali fulani na fulani sahi, ule mtoto nimepeleka form 1. Nikauliza kwa nini? Wakaniambia mtoto wako alikuwa anacheza mpira kavunjika mkono. Kuja hospitali. Nikasema siwezi toka kwa nyumba saa 4 ya usiku. Nikuje hospitali saa 4 na niko peke yangu na si safe. It's not safe for me. Wakaniambia lazima ukuje, mtoto wako anapelekwa upasuaji. Mtoto wako anapelekwa theater. Lazima ukuje ndio uweze kuandika na ulipe, uweze kuconsent. Anyway, nikaita rafiki yangu akaenda akashughulikia mtoto. Pale kazini mimi singeenda nikachukua leave. Kabla nirudi kazini nikapata barua, mamlaka nimetolewa kazini. Demotion, nimepata demotion. Everything fell apart. Mzee alipobaki hospitali miezi kadhaa, wiki kadhaa, bili kapanda hospitali. Nikapatiwa bill ya maelfu niweze kulipa. Sikuwa na hiyo pesa. Mambo yakasambaratika kwangu. Nikaangalia kule kwenye nilikuwa nimeweka imani yangu, marafiki au nani na nani, familia, nikaangalia nikapata ya kwamba hawawezi kunisaidia. Because where I was nobody could help me.
mimi nilibaki kwa Mungu. Mimi sikulelewa katika familia la Kiadventista. Kuna wale wanajua hadithi yangu nimesimulia. I was not raised in an Adventist church. Mimi nilitoa maisha yangu kwa Mungu nikiwa kidato cha kwanza. When I was in Form 1, I gave my life to God. Some of my family members, hata mamangu si Mwadventista wa Sabato, naendelea kumwombea. Sasa mimi hapo nilijifunza kushikilia Mungu, because hata ule bwana nilikuwa nafikiria ananisaidia, hako hospitali anahitaji mimi nimsaidie. Mtoto ako pale hospitali amevunjika mkono, amepasuliwa, ana mtoto anahitaji nimsaidie. Pale nyumbani it is not safe, because kuna wale wezi na wamerudi mara ya pili sasa, na nikajua wakirudi mara ya tatu pengine watanitoa uhai. So pale nyumbani naogopa, na watoto wananiangalia, wanataka mimi ni wa protect, and I cannot even protect them. Hapo mimi naweza sema amani yangu, my faith was tried. Na pale naendelea kuitwa niende kuhubiri many places, na bado naenda nasimama na ninahubiri, na siwezi. Sasa ndio nimeanza kushare that story, hiyo ushuhuda. Sasa ndio naongea, that time sikuwa naongea. Kuna mahali kwingi nilitembea mimi nikaweza kuspread the gospel, nikaeneza injili wakati huo, na hakuna watu wengi hawakuwa wanajua. Lakini what I can tell you, I'm here to encourage you. Where does your faith come from? Mimi nilishikilia Mungu, na nikasema Mungu, yale umeni promise utatimiza. Whatever you have promised, because God, you have called me. Na hiyo mwaka 2020, before we got this shida, this problem, that time 2020, before then nilikuwa nimetembea online many continents nikieneza injili. I had gone to many churches in this country preaching. That year 2020, I can say it was the most successful year for me spreading the gospel, and it's the year that happened. Na ilikuwa imetendeka mara ya pili. Mimi nikaomba Mungu na nikaambia Mungu, nataka unifungue macho, unionyeshe what do you have for me. Mzee alipona, wacha niseme hivyo nikisummarize story. Mzee alipona na nikaanza kuomba Mungu anionyeshe what does he have for me. Na mimi nikasikia kwa maombi, kasikia Mungu akiniambia kwamba muda wangu in that neighborhood, pale kwenye nilikuwa tunaishi, muda wangu ulikuwa umeisha, na Mungu alikuwa ananiita niende upande mwingine. Just like what we had in the morning, God was calling Tera atoke Haran. God was calling me to leave that place. I thank God because I left that place. Jambo ilikuwa ngumu sana kwangu ni kuombea wale wezi, wale wahalifu. Kuwaombea, it was very hard. To be very honest, nilikuwa nasikia niombe wakufe. I just wanted to cast them. But nikajua vengeance belongs to the Lord. Siwezi mimi nalipisha kizazi, ni Mungu. So nikaomba, I prayed to God, na nikawaachia Mungu. Na ilikuwa ngumu, si rahisi hivyo vile nasema. It was not easy for me to forgive them, but eventually I forgave them. And I prayed that the Lord himself will deliver them. Na Mungu akanibariki na akabariki familia yangu many times. Kwa hivyo wapendwa wenzangu, mimi leo nikisoma hii hadithi, story, life, maisha ya Ayubu, na nikisoma kwamba Mungu alibariki Ayubu many times, si Ayubu peke yangu. Mimi mwenyewe Mungu amenibariki mara mingi, many times over than the things I left in that place. That is what I want to encourage you today. Hata kama maisha ni magumu, even if it's hard, no matter what is happening, remain faithful to God. Finally, hii mwaka kule kwenye nilihama, wezi wakaingia kwa jirani pia. Walipoingia kwa jirani, wakatenda maovu mabaya. Wale wezi wakashikwa na wakachomwa. Na wakati picha ilitumwa kwa mtandao, mimi kuangalia nikaona zile nyuso zenye zilikuwa zimetuattack mara mbili. Wamechoma, na sio hiyo ningewaombea ifanyike kwao, but that is what happened. That is what happened to them. The sad thing, wale walinitendea maovu, niliwaangalia na nikaona ni wale part of the team, wale walitusaidia wakati tulikuwa tunajenga lile boma letu. Na wakati walikuwa wanakuja pale walikuwa part of wajenzi. Mzee wangu, he's a very polite man, alisema these people
who are coming here, these people who are coming here, what we are going to do, walisema sisi tutawapea chakula. Kwa hivyo walikuwa wanalipwa pesa zao na chakula. Tulikuwa na mama alikuwa anawapikia chakula, anawapatia chai, anawapatia chakula, na tulikuwa tumewalipia. Tulikuwa tumelipa. Mzee alisema we have to be good to them. So what am I saying? These same people, we were very kind to them. We treated them very well. Kuwalipa pesa zao na kuwapatia chakula for free. These are the same people who attacked us. Hao ndio wale watu walitutendea maovu. What am I telling you today? The fact that wewe ni mwaminifu na wewe ni mcha Mungu haimaanishi ya kwamba utapitia magumu. Na sometimes mara ingine ama mara mingi wale wanakutendea maovu ni wale watu umetendea mazuri. It is only God who is faithful. Na Mungu ametuhimiza, tunahimizwa katika neno la Mungu leo. Even if you have done good to people, but them they have done evil to you, remain faithful to God, because vengeance belongs to God. Na Mungu mwenyewe at the right time, he is going to bless you. Atakubariki. Alibariki Ayubu, na mimi nimeona kwa maisha yangu Mungu amenibariki, but you have to remain faithful to God. Uwe mwaminifu no matter what you're going through. Unajua yale Mungu amekuita, you know what God has called you to, you remain faithful. This evening, naenda kumalizia, ningependa kuombea somebody. I want to pray with somebody. Kuna yeyote angependa kusimama, mambo yamesambaratika kwa familia. Things are falling apart in your family, and you feel like you want to be unfaithful to God. But God is telling you today to remain faithful. Is there somebody like that today? I want to pray with you. Is there somebody? Najua unaogopa kama mtu atakuona, but if it's one person, I just want to pray for you. Something is going wrong. Mambo yamesambaratika mahali. And you know you want to do the wrong thing. Unataka kufanya the wrong thing. You want to leave your husband. You want to leave your wife. You want to leave your wife. You want to disown your child. Kuna mtoto ametia uchungu, amekuletea uchungu. Your child has caused you pain. You want to disown them as a parent. Unataka usahau ya kwamba huja ukuzaa huyo mtoto na ukumlea. But God is calling you to be faithful. Just like Job, like Ayubu, uombee, ushikilie ule mtoto, muombee kila siku. You don't give up. Your parents have disappointed you. You are a young person. Wazazi wamekudisappoint. But today you want me to pray for you. Unahitaji Mungu akupe nguvu, Mungu akushikilie, ubaki na imani, you remain faithful. Tutembee kwa haraka kidogo, ndio tuweze kuomba pamoja before we hand over to the next program. I want to pray. As a young person, you come from a family, there are problems, there are trouble, there are no resources. Kuna ma-sponsors wanakuonyesha pesa, and you are asking, does it matter? You want to say yes to a sponsor so that the sponsor can provide for you. But today we want to say no. We are going to remain faithful. A lot of young men, watoto wetu wavulana, iko wa mama rika yangu na wengine wazee kuniliko na wako na pesa. Na wanakuambia as a young man, you don't need to suffer. What I am going to do, I just need to give you money. I will give you money and will give you a car. You just need to take care of me. You need to take care of my needs as young men going through a hard time. Marafiki zako wanatumia madawa ya kulevya, wanatumia pombe na wanakupatia kidogo, wanakuambia umeze tu hii kidogo ndio uweze kulala. Why are you suffering? Why are you suffering? Your wife is not listening to you. Na watu wanakuambia mke wako amekuwa kichwa ngumu, oa mke mwingine, na wewe ni mzee wa kanisa. You are a deacon and you know God has called you to faithfulness, but your wife is not listening. Your husband is unfaithful. Mpango wa kando every day, and people are telling you, you are a woman who is taking care of you. Get somebody to take care of you. I want to tell you today, your help comes from the Lord. Your help does not come from any human being. And you have been good to this person. Umekuwa mzuri kwake, but this person is hurting you every day. And you are saying, why? Nitaweka Biblia kando, nituonane ana kwa ana, ndio nirudie Biblia. Hivyo ndio wengine wanasema. But I want to tell you today, remain faithful. Remain faithful to God. I want to pray for you. And I will pray that the Lord will restore
restore 7 times to you. And even if your child has disappointed you, God will give you other children. Si lazima wakue watoto wa uzao wako, but God will give you other children who will take care of you. Maybe it's your only son, and you're asking yourself, Mungu, mimi kwa familia yangu, my only son is taking drugs. What is going to happen to me? God will give you 7 sons in the place of that one son. God will bless you. I want to pray for you. Let's pray. Father, in the most wonderful name of Jesus, blessed be your holy name. I want to thank you, Lord, for your faithfulness, your goodness, and your mercies that are new every morning. Thank you, Lord God, for teaching us today that when things fall apart, our eyes remain focused on you. Thank you for the story of Job. He remained faithful, and you blessed him many times over. I thank you, Lord, because you have blessed me many times over. Not that I'm perfect, but I have remained faithful to you. I've chosen to remain faithful to you every day. Your children have come here today. I don't know the circumstances of their lives. I don't know what they are going through. But they are human beings, and they have come here to say our things are falling apart. Familia zetu zinasambaratika. And God, you have called us to remain faithful. But how can we remain faithful when we cannot see anything in front, at the back, and sideways? It's all darkness. How can we remain faithful? Lord, I want to pray that you stretch your hand and hold your children. There are women here who are in marriages where their husbands have chosen not to be faithful to them. And they're looking around and they're wondering, how can I remain faithful in a marriage that my partner is not faithful? You are the one who has called them. I want to ask, Lord God, that you may hold them, help them to remain faithful. There are men here whose wives have chosen not to be faithful. They are not keepers of their home. And they are looking and they are asking, but Lord, how can I be faithful in this marriage when the wife I have is not faithful? I want, Lord, to pray for them, because I know there are many voices that are telling these men to walk away, to leave the church and even marry other wives. But I want to pray that they may remain faithful, Lord. There are children, there are young people here who are coming from families where they are troubled, and they are asking, but how can we remain faithful when there is no money, there is a lot of poverty and domestic violence, and they are getting a lot of attractions in the world, drugs, alcohol, sponsors, and they just want to give up. But Lord, I want to pray that you may be a light to them today. There are people here who do not have jobs. There are people whose businesses are not doing well. Lord, I want to pray to you, because you have promised us that all silver and gold belongs to you, even the cattle on 1,000 hills. May you open the way and bless your children. There are some of your children who may need to pray and fast for them to get a breakthrough. I pray that you may show it unto them. There are some who may need to talk to a counselor. They may need to talk to somebody. I pray that you may show them who to talk to. There are some of them who may need to share with someone. I don't know who that someone is. But above all, may we share with you, Jesus, because you are our best friend. I thank you, Lord, for this opportunity you have given us. Thank you for the many blessings and for this mighty and great crusade. I pray that your children will never be the same again. Restore families. There are fathers who have walked away from their families. Bring them home. There are mothers who have walked away from their families. Bring them home. There are children who have walked away from their homes. This moment, I pray that you may give them no peace until they come back to their families. I pray that you may reunite us, Lord. Bind us as families together with cords that cannot be broken. That when all is said and done, we will share testimonies and celebrate and say, that great crusade that you brought at Kenyanya, our families were restored. And as our families get restored, I pray that you may forgive one another. If somebody has been hurt, they are struggling to forgive their loved one, I pray that they may forgive, Lord, because you have forgiven us. I pray that we may forgive and not hold it on their faces and release them, Lord. And I ask in a special way that you may pour showers of blessings upon your children, that their lives will not be the same again. Until then, may we remain faithful.
For it in Jesus' mighty name we have prayed and believed. Amen. Amen. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. May God bless you just like Job. Remain faithful. Thank you so much. Amen. Get the point. Take a step forward.